Iran inaendeleza mashambulizi mazito katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel na kwingineko katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Israel nayo ikijibu. Iran imefanya mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali ikilenga kile inachosema miundombinu ya mamlaka katika taifa hilo, lakini pia kadhalika na Israel imekuwa ikijibu mapigo. Kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasema hivi wakati huu vimekuwa ni vita haswa na makombora yanasikika kila mahali. Msemaji wa jeshi la Israel Efi Defrin amesema lengo la operesheni wanayoendelea nao kwa sasa ni kusababisha uharibifu mkubwa ndani ya serikali ya Iran hadi iondoe kitisho kilichopo, na tunaendelea kusababisha madhara kwa uongozi uliopo. Ni muhimu kwangu kusema kwamba tayari Iran imetikisika. Ilitikiswa na shambulizi la kwanza Jumamosi asubuhi wakati uongozi ulipoondolewa, na kila siku tunaendelea kudhoofisha zaidi hadi tishio liondoke. Ama kwa upande mwingine, leo mjini Yerusalem milipuko mikubwa imesikika baada ya onyo la shambulio la makombora, huku mamlaka ikiwaondoa haraka watu kutoka majumbani mwao na kuwapeleka maeneo salama. Hii ni kutokana na mashambulizi mazito yanayofanywa na Iran. Iran imefanya mashambulizi makubwa, na hata wakati huu maeneo mengi nchini Israel yanaonekana kuwa ni magofu. Maafisa wa huduma za dharura wameendelea kufanya ukaguzi katika vifusi kutokana na mashambulizi ya makombora ya Iran karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion, lakini pia na maeneo mengine kama vile Bet Shemesh, takribani kilomita 30 magharibi mwa Yerusalem. Iran imeendeleza mashambulizi mazito katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Iran, Ali Larijani, ametoa onyo kali kwa makundi ya Kikurdi akisema serikali itakabiliana nayo vikali, lakini pia akisema kwamba sasa ni wakati ambapo watafanya mashambulizi hadi pale maadui watakapoamua kuachana na vita vyao. Hata hivyo, mataifa ya Kiarabu bado yamekuwa na wasiwasi kwamba vita hivi vinazidi kuongezeka. Katika siku ya 6 ya mapambano bado kumekuwa na wasiwasi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku safari zikisitishwa katika maeneo mengi katika eneo hilo. Siku huu Iran imefanya mashambulizi makali dhidi ya maeneo mbalimbali katika taifa la Israel, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kijeshi vya Israel na vyombo vya habari vya serikali vya Iran. Milio ya ving'ora vya tahadhari inasikika maeneo mengi ikiwa ni pamoja na Tel Aviv, ingawa hakukuwa na taarifa kuhusu maafa yaliyosababishwa na mashambulizi hayo yaliyofanyika baada ya ukimya wa takribani masaa 7 tangu yale ya asubuhi yalivyofanyika. Jeshi la Israel limesema limetambua makombora yaliyorushwa na Iran kuelekea taifa hilo, huku likidai kuwa mifumo yake ya ulinzi ilikuwa kazini kuyadungua makombora hayo, licha ya kwamba baadhi ya makombora yamekuwa yakipenya na kusababisha uharibifu mkubwa katika taifa hilo la Kiyahudi. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema kwamba tutashambulia kila eneo katika taifa la Iran. Katikati ya mashambulizi ya Marekani na Israel ambayo kwa mujibu wa jeshi la Israel yamekuwa yakilenga maeneo ya kiusalama ya Iran, Tehran imejiandaa kuanzia leo jioni kuanza siku 3 za maombolezo ya umma na maziko ya kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei, ambapo jeneza lake litakalokuwa na maiti ya kiongozi huyo aliyeuawa akiwa na umri wa miaka 86 litapelekwa kwenye msikiti mkubwa unaojulikana kama Imam Khomeini Musalla mjini Tehran. Walitarajia kufanya maziko siku ya leo, lakini kutokana na hali ilivyo wamesitisha, na kuna uwezekano maziko yakafanyika, lakini kwa siri kubwa, kutokana na kwamba uwepo idadi ya watu wengi huenda ukasababisha mashambulizi na kuuawa kwa idadi ya watu wengi zaidi katika maziko yake. Wakati hali ya mambo ikifuatiliwa katika pande zote za vita, kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X, waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz ametoa kitisho kwa Iran kwamba yoyote atakayechaguliwa kuwa kiongozi mpya wa juu nchini humo ataangamizwa, huku wa Iran wakisema kwamba wao wapo tayari kwa mapambano wakati wote hadi pale Israel na Marekani watakapoacha uchokozi wao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana.